Dr. Victor Peter Msafiri, ni mganga mfawidhi wa hospitali ya mji wa Mafinga. Mnamo leo saa 12 asubuhi imetokea ajali eneo la Uganga ikihusisha ambulance ya kubebea wagonjwa ya hospitali ya mji wa Mafinga na guta toyo ambayo ilikuwa imebeba watu wakiwa wanaenda mashambani kwa ajili ya kuendelea na shughuli zao za siku zote. Baada ya hapo kwa hospitalini tumepokea majeruhi 15. Katika 15 wanawake 8 na wanaume 7. Lakini pia tumepokea miili ya marehemu. Watu ambao wamefia kwenye ajali walikuwa ni 6 na wote ni wanawake. Lakini wakati tunaendelea kutoa huduma kuna majeruhi mmoja wapo ambao ni wa kiume na yeye ameweza kupoteza maisha. Kwa tuna jumla ya watu waliopoteza maisha ni 7 na majeruhi 15. Lakini hali zao hawa majeruhi wengine wanaendelea vizuri isipokuwa majeruhi 4 ambao wa kike ni 2 na wa kiume ni 2, hali zao sio nzuri sana. Taratibu za rufaa kuwapeleka Iringa mjini kwa ajili ya huduma zaidi inaendelea. Jina ya majeruhi yote yanatambulika isipokuwa wale waliopoteza maisha ambao wako 7, bado taratibu za kuwatambua zinaendelea. Kwa sasa hawajatambuliwa. Tumewaasa ndugu waweze kupita kwenye chumba cha kuhifadhia miili ya marehemu ili waweze kuwatambua ndugu zao. Leo tarehe 19 mwezi wa 4 siku ya Jumamosi tumepata ajali katika maeneo ya Uganga ambapo tumepoteza mpaka sasa tumepoteza jumla ya watu 7 na majeruhi 15. Na taarifa zinaonyesha kwamba watu hawa walikuwa wanakwenda shambani ndipo wakagongana ambulance pamoja na guta ambayo ilikuwa imewabeba na hao watu kupoteza maisha na kupata majeruhi hao. Mpaka sasa majeruhi tulikuwa nao hapa katika hospitali ya Mafinga, ya mji Mafinga, na wengine ambao wana hali mbaya kama 4 wanapelekwa katika hospitali ya mkoa wa Iringa. Nichukue fursa hii kwanza kuwapa pole wale wote ambao wamepoteza ndugu zao katika ajali hii, lakini wale pia ambao wamepata ndugu zao wameumia. Na tumewaomba wa madaktari na bahati nzuri tuna madaktari wazuri. Tuna imani wako mikono salama na watarejea katika afya zao kwa wale majeruhi. Na tunaendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu, tuna imani Mwenyezi Mungu atawaponya wale ambao wamepata majeraha. Chukue fursa hii kwanza kuendelea kuwaasa wananchi wa Mufindi kama ambavyo tumekuwa tukiwaambia mara nyingi kuacha kutumia hivi vyombo ambavyo si rasmi kwa usafirishaji wa watu. Jaribu kuangalia zile guta, kazi yake ni kusafirisha mizigo. Lakini wao wamejaza watu tena kwa kiasi ambacho ni kikubwa zaidi hata ya uwezo wake. Jaribu kufikiria kwa hali ya kawaida watu 22 kwenye guta ni watu wengi sana. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba hata kama kweli tunatafuta, lakini tutafute kwa namna salama. Unaweza ukaona kama nia yao ilikuwa ni kwenda shamba lakini tumeishia hospitali na wengine wameishia kupoteza maisha. Kwa hiyo niwaombe hata tunapotafuta, mara nyingi nimekuwa nikiwaasa wananchi kwamba hata tunapotafuta basi tutafute tukiangalia usalama wetu, kwa sababu usalama wetu ni kitu cha msingi kuliko hata hizo fedha ambazo tunazitafuta. Kwa hiyo niendelee kuwaomba wananchi tuhakikishe tunasaidiana na hilo, lakini pia tuwasikilize hata jeshi la polisi wanavyotusimamisha na kutuambia tushuke au tubadilishe vyombo vya usafiri, basi tuwe wasikivu tufanye hivyo, maana wanafanya hivyo kwa usalama. Jaribu kuangalia leo hao ni karibia saa 12 kasoro, ilikuwa ni usiku bado. Ni muda ambao ni alfajiri wanakwenda mashambani. Wangeweza kutumia hata usafiri mwingine, labda wangebaki salama. Kwa hiyo niendelee kuomba wananchi tuzingatie usalama wetu hata wakati pale wakuna toyo imelala chini. Ndio sababisha ajali na ni ambulance ikatokea Uganga. Alafu toyo ikenda pandisha. Na mimi shilingi moja. Na leo nasikia ameenda wachache kwa sababu sio ndio toa Isaka 7 Mzugala. Bodaboda Mafinga hapa. Kuja hapa kuambiwa kuna ajali. Nasogea ili kuangalia. Na wewe jua pengine kuna ndugu yako. Kufika hapa ndo tunakuta wenzetu hapa. Tayari wengine washapakiwa kwenye ambulance. Wachache wako mbaki kama watu 6 au ndio walikuwa wameshafariki. Tunachukua na kuwaingiza pale mochwari japo alizao sio nzuri.